usidharau ile kalima moja waweza kuizungumza mahali yaweza kuwa ni sababu ya mtu kutoka katika shirk akaja katika tauhid, akatoka katika bid'a akaja katika sunna. Fikisha hasa tulab alilm. Ukisikia mahali popote waweza kufika kuwa watu wahitaji mtu aende akasomeshe kwa mfano, na wewe waweza kufika, nenda kasomeshe. Hii nafasi, msiwaachie nafasi ahlul bid'a upoteze watu. Tumieni hii nafasi. Na hapa sasa hivi pia tuweza kusema katika suala hili, hawa waliona ujuzi wa hii mambo ya mitandao hii mambo ya mitandao ambao wajua, tumieni hizi nafasi katika kufikisha sauti ya haki. Waweza kuwa wewe si mlinganizi, hukusoma ilmu kubwa, lakini si wasikia waelewa haki, ukatuma ujumbe ule ukazungumzwa pale suala fulani la tauhid, tuma wewe, inshallah katika wale watu 10 mmoja tu amesikiliza akapata faida, wewe upata ajiri mara ngapi mbele ya Allah? Ajiri ngapi utapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tumeni tu. Na hawa watu wa mitandaoni hao ndio wanaona siku hizi njia hii inayotumika, wawatia kisunzi mpaka watu wengine wafikiria sisi ndio twatuma zile. Wallahi sijui kuweka kitu kwenye YouTube, sijui kitu gani, sina lolote wala sijui chochote, lakini jamaa waamini huyu mfulani amfanye hivyo, sio pigwa makofi kule kwenye rududu huko. Sasa mtu akakata sauti yako akaiweka pale, jamaa asema huyu mfulani wamfanye hivyo. Wallahi ningelikuwa na ujuzi kwenye YouTube nyinyi msingelala. Wallahi alazim ahlif lakum billah, na mimi singelala, ningelikuwa silali, usingewatengezea maklipu nyinyi mpaka mkajua hiki nini. Tena kuna zingine ningesitengeza kwangu chumbani, na naona pia nitachelewa kwenda darasani. Lakini wewe una nafasi hiyo, Allah amekupa ilmu, tumia. Zahimu ahla albatil, kule kwenye watu wa batil, tuma. Anayetaka atakubali, ambaye hataki ni yeye mwenyewe, tumia njia. Vijana Allah amewapa ujuzi, tumieni ujuzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, utumieni, fikisheni sauti ya haki. Watu wengi sana, tulikwenda da'wa sijui lini, juzi si kitambo kule sehemu za bara kule kuitwa nini, Meru kule Chuka, tulikwenda kule. Watu wangapi tumewakuta kule ni masalafi, hatujawahi kuwaona hata siku moja. Waje wazungumza kwamba sisi ilikuwa tuwasikiliza tu zile clip ndio tukafahamu hii da'wa. Wangapi? Kuna wengine watoka mbali. Wewe lau kama utaambiwa nenda, wewe huwezi kufika, wallahi huwezi kufika. Mbali. Jamaa mmoja amekuja pale, jazakallahu khairan, yeye peke yake ndio Muislamu katika familia nzima, alafu si Muislamu tu, ni mtu wa sunna. Hii ajabu. Aishi pale mtaani hapo Muislamu mmoja peke yake. Umfahamu vipi sunna? Kwa sababu ya hizi clips zinazotumwa huku na kule. Mtu mmoja Allah akamuongoza. Kwa tuchangamke, watu watamani kusikia sauti ya haki. Mimi nimekutana na mmoja, ni daktari, tena daktari hapa Mombasa, sahibi yangu, tumesoma pamoja wakati tukiwa shule. Sasa nimekutana na yeye yuacheka. Mwaka jana nakumbuka Ramadhani kama hivi. Mbona wacheka bwana, uniona kumbuka nini? Tuzungumza, sahibi yangu wa zamani tusoma sijui zaidi ya miaka 10 hatujaonana. Asema bwana, mimi nakumbuka ile clip ya Samain Dawa. Ina nini? Asema mimi nilikuwa nikiamini kweli. Na huyu ni daktari sijui muelewa. Si Dr. Faraji mwingine. Daktari, lakini subhana, kwa nini? Kwa sababu anileleka upande wa dini, anileleka katika bia kama hiyo. Sasa sema sisi tunajua wazi hao jamaa wadanga Samain Dawa ya ukimwi, jamaa watu wapata tabu, wako kwenye maabara kila siku watafuta dawa ya ukimwi, mpaka leo hawajaipata, kumbe iko bwana. Sasa yule jamaa asema mimi nilikuwa naogopa kupinga, naona napinga dini. Nilivyosikia ile clip nililala vizuri, asema wallahi alazim, watu wengine akisikia tu kumbe ilikuwa yuwatafuta ile faraja. Ampata mtu tu wazungumza, kumbe hakuna hii. Alhamdulillah, mimi akili yangu ilikuwa ikiniambia hakuna, lakini naogopa kusema nikiona kwa mimi napinga dini. Kwa mfano huu shekhe aliotumia hapa kuonyesha kuwa watu wana kiu ya kuisikia haki.
sio watu wote ya mazungumzo tunazungumza kutukana watu hao, wachane nao. Kazi wao hawana mengine, wao kutukana watu tu, wala humjui yeye, sijui unamtukana saa ngapi, humjui. Hatutukana sisi, wewe nani? Hatujawahi hata kuona tukutukana wewe kama nani. Lakini hao pia wako. Sasa hao wewe wacha, a'rid 'anil jahilin. Ikiwa mtu yeye anachagua kuwataka kubakia katika ujinga, achana naye. Lakini sauti ya haki tuifikishe, angalau umsimamishie mtu hujja, kesho asiwe na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.